Bana, hali gani mwa dakika moja ndani ya sauti ya wanachuo. Leo nimekutana na binti miongoni mwa mabinti wapambanaji. Ningependa niweze kumkaribisha yeye mwenyewe aweze kujitambulisha, muweze kumfahamu kwa ufupi yeye ni nani. Karibu sana. Habari zenu, naitwa Beatrice Rezaula, mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mwaka wa 3, College of Engineering and Technology, almaarufu kama COET. Nasoma sayansi ya ukadiriaji majenzi, yani quantity surveying. Nimefurahi sana kuwepo hapa Australia. Okay, dada Beatrice, ningependa kukuuliza swali. Umekuwa miongoni mwa mabinti wa Kitanzania na wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, mpo active sana kwenye social media. Ni nini siri ambayo iko nyuma mpaka uwe active kwenye social media kiasi kile? Cha kwanza ni social media ni kitu ambacho napenda, lakini sio tu kupenda, ni kwangu mimi social media ni platform nyingine ya kujifunza, connect na watu. Kuna fursa nyingi sana kwenye social media. Kwa hiyo ukiachana na masomo ninayoyasoma darasani, kuna vitu vingi sana nimejifunza, vimenikuza, nimepata fursa nyingi kupitia social media. Lakini pia ukija kuangalia kwa dunia sasa hivi, it's something on trending. Yani kwa mimi mwanachuo sina TV, sina radio, kwa social media ndio sehemu ya kupata taarifa. Vipi kwa wazazi wakimwona kijana wao sasa binti wa kike anajiigiza kwenye social media, wanachukulia kama ni miongoni mwa vitu ambavyo vinaenda kumpoteza binti yetu? Wewe na wazazi wako unawezaje kwa control kuhusu wewe kuweza kutumia social media? Kwangu mimi inakuwa rahisi sana. Cha kwanza, wazazi wangu pia ni kati ya watu ambao na wao wanafuatilia social media. Kwa kama nao wanafuatilia, inamaanisha hata mimi ninapokuwa najiengage kwenye social media ni kupitia wao. Kwa sababu baba hawezi kunitumia link ya video ya Instagram afu nikamwambia sina Instagram. Kwa automatically kinachonisaidia ni kwamba maadili na misingi ambayo familia imenilea ndio hiyo ambayo na mimi inanisaidia kwenye social media. Kwa hiyo inakuwa rahisi kucontrol kwa sababu wao pia kuna vitu najua hawapendi, nitajitahidi kutovifanya. Lakini pia kuna vitu ambavyo mimi navipenda, wao hawavipendi. Kwa kuna namna kuna muda watu tunapishana, lakini mwisho wa siku generally ni watu ambao wananisupport sana.